hamna, kwa sababu roho yako imegeuzwa. Na iamuru roho yako igeuzwe ikimsikilize Bwana. Ndani ya mtu inaweza kuwa roho. Nilizungumza na baba, aliwahi kuzungumza kwamba ndani ya mtu inaweza zikakaa roho zaidi ya 3 au 4 au 5 au 200 nafsi zikawa ziko ndani. Biblia inasema kwamba kuna roho ya mauti, kuna roho ya uzima. Amen. Kwa hiyo ndani ya mtu inaweza ikawekwa roho ya kugeuza maisha yake yawe tofauti, maisha yako yawe ni ya uchungu tu, una furaha masaa yote. Roho imegeuzwa. Roho iliyogeuzwa ndani ya mtu itamsababisha mtu huyu aishi maisha magumu bila kumjua Bwana. Amen, amen. Yuko mtu kwenye Biblia alikuwa na roho nzuri ya kumtumikia Bwana. Roho ile ilikuwa akiwa nayo inahubiri sana, inafanya kazi sana, inatengeneza watu sana, inawarejesha waliopotea. Haleluya! Lakini shetani akaiona ile roho, akaikamata. Alipoikamata akaiagiza iwe inakaa makaburini, kujitenga na watu, kwa maana mashetani yanaweza kukutenga wewe ukakaa nje na watu, ukawa ni mgomvi tu, lakini sio mgomvi, ila roho imegeuzwa. Na iagiza roho iliyopo ndani yako ambayo imekutenga na watu wazuri kwa jina la Yesu, na ifyeka kwa damu ya Yesu. Na agiza kwa moto wa Bwana kwamba kama iko roho ndani yako ambayo imegeuzwa, leo ikeuke imwelekee Bwana kwa jina la Yesu.